ndio watu wakaanza kuiabudu ile sanamu. Ni makosa sana kwa Mungu. Mungu hapendi. Yeye anataka aabudiwe yeye. Hivyo ambavyo umuoni ndio anataka hivyo umwabudu hivyo, maana imani ni baada ya mambo yasiyoonekana. Lakini mtu ambaye hana imani hawezi kuabudu aone kitu, ndio wengine wanaweka kitu. Lakini Mungu hapendi. Ndio maana Mungu, yani unajua kuna vitu vingine kwa macho ya kawaida havionekani, lakini unajua kwamba kitu. Mfano umeme. Unajua umeme upo. Umeme upo. Sasa nikuulize, umeme upo wapi? Ukiniambia umeme ni huu, sio kweli. Hii ni feni hii. Sio umeme huo. Au taa uniambia kwamba ndio umeme ule, sio kweli. Ile ni taa imewashwa na umeme. Lakini umeme hata ingekuwa ni waya hapa, watakwambia usikanyage huo waya una umeme, ila umeme hauonekani. Ili uone umeme kanyaga. Wenzako watajifunza hapo kama kuna mtu amekufa, hatakiwi kanyaga, watajifunzia hapo. Ndio maana wabunifu wanakufa, wengine ndio wanatafiti amekufa kwa nini. Wanaweza kupima hali mazingira, wanakuta ilikuwa ni umeme. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo na Mungu kanuni yake ni hivyo. Ndio maana hata tulijifunza kwa habari ya masuala ya ishara. Yesu akasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ishara. Kwa Mungu anaonekana kwa ishara, tunajua ni Mungu. Roho Mtakatifu tunajua yupo na watu walijazwa, lakini kwa macho haya huwezi kumuona. Lakini tuna asilimia zote Roho Mtakatifu kwa sababu tunajua maandiko. Na kwamba ishara zake ni hizi na hizi na hizi tunaelewa. Kwa sasa Mungu ndiye anastahili kuabudiwa. Kwa sasa kwanza Mungu mwenyewe maandiko yanasema ni moto ulao. Kwa hiyo hapo ulipo ni moto. Alafu moto huo hauonekani. Utaonekana kwa majirani yako ni kwa ishara. Utaonekana kwa majirani yako, yaweza kuonekana wakati wote kwa ishara inaweza kutokea, ndio ajue una moto. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati Bwana kitulia kumsikiliza, raha sana. Raha sana. Sio kwa Roho Mtakatifu, yani eti unapitisha jambo, mtu amekukwaza, dawa yake ni kumtukana, unapitisha. Ukitulia na kumwachia Roho Mtakatifu, hatakupa mwongozo tu.